Karibu sana watazamaji wangu, ni mtumishi Gladys Bendet nikiwakaribisha katika channel yangu, na utakapotazama na kusikiza haya mafundisho ninakusihi sana like hapo, weka comment zako, itanisaidia sana. Kwa hivyo nawakaribisha asubuhi ya leo, kwa vile nataka niongelee juu ya malezi ya mtoto mvulana. Na kwamba mtoto wa kiume ni mtu ambaye tunatazamia akuwa kiongozi katika familia, katika jamii. Hata ukiangalia serikali, waongozi wengi ni wanaume. Hata ukienda kanisani, wamama ni wachache, ni wengi, lakini wanaume wachache wenye wanapatikana pale kanisani, wao ndio wanaongoza kanisa hilo. Kwa hivyo ya kwamba wanaume wanahitajika, maana wao ni viongozi. Ya kwamba mtoto wa kiume kwa bahati mbaya ameachwa kujiendesha yeye mwenyewe, anajifanyia uamuzi yeye mwenyewe, maana wazazi hawako karibu na yeye. Wamemwacha tu, wanamchukua kama ni mtu mkubwa. Kwa hivyo mtoto huyu wa kiume amejiendesha, mpaka wakati mwingi akipata changamoto ambaye ingemfanya awe mjasiri, hakuna baba ambaye amempa ujasiri. Na kutokosa kuwa na ujasiri, utaona mtoto huyu anakuwa na anakosa kufanya uamuzi ambaye inamsaidia maishani mwake. Kwa hivyo mtoto wa kiume ni wa maana sana. Watoto wote ni thawabu, ni zawadi kutoka kwa Mungu. Ukisoma Zaburi 127 aya la 3 inasema watoto ni zawadi kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo watoto wote ni zawadi. Natakana wewe mzazi umshughulikie mtoto. Shughulikia watoto, shughulikia mtoto mvulana, shughulikia mtoto msichana. Lakini leo mimi naangazia malezi ya mtoto wa kiume. Maana mtoto wa kiume nimesema ya kwamba tunamlea kama kiongozi, tunamlea kama ni baba ambaye ataweza kusaidia familia yake katika nyakati zijazo. Kwa hivyo mtoto huyu wa kiume ni wa maana sana. Hebu wewe baba, ukiwa una mtoto wa kiume, shukuru Mungu, kwa sababu watu wengine hawana watoto wa kiume. Mwingine amezaa tu watoto wasichana peke yake. Sisemi ya kwamba watoto wasichana ni wabaya, lakini wewe ambaye una mtoto wa kiume, mlea huyu mtoto jinsi ipasavyo. Mtoto huyo akikosa kulelewa na baba kulingana na vile inatakikana, ana changamoto ambayo atapitia. Anapokuwa ana maswali mengi, na haya maswali mengi baba asiposhughulikia naye, asiposhughulikia huyu mtoto amridhishe kwa maswali zake, atatafuta mahali pengine. Hiyo ndio sababu nataka tusome kitabu cha Samueli wa pili, 2 Samuel chapter 13 verse 1 to 5. Aya la 1 mpaka 5. Kitabu cha Samueli wa pili 13 inasema kuna kijana ambaye alikuwa ni kijana wa Daudi mfalme, ambaye alikuwa anaitwa Amnoni. Huyu kijana Amnoni, ukisoma hiyo kitabu hicho, hebu na tusoma pamoja, tuanzie aya la 3. Ya kwamba lakini Amnoni alikuwa na rafiki yake jina, tuanza la 2 kwanza. Akasononeka Amnoni hata akaugua
kwa ajili ya umbu lake Tamari, na akaona ni vigumu kumtendea neno lolote. Lakini Amnoni alikuwa na rafiki yake jina lake Yonadab, mwana wa Shamu, nduguye Daudi. Naye Yonadab alikuwa mtu mwerefu sana. Kwa Biblia inamuita Yonadab kuwa ni mtu mwerefu, yaani akili yake ilikuwa inapita ya Amnoni. Kwa hivyo Amnoni alipougua kwa ajili ya dada yake Tamari, akashindwa vile atafanya, na akaenda akamuuliza Yonadab rafiki yake. Rafiki yake akamwambia, ni rahisi kama wewe unataka huyu Tamari ambaye ni dada yako. Unajua Tamari na Amnoni walikuwa ni wadugu, lakini wa mama mwingine. Tamari alikuwa mama yake na Amnoni ni mama yake, lakini baba ni moja. Kwa hivyo huyu Yonadab akampatia akili, akasema, ujifanya wewe ni mgonjwa na uitishe Tamari akuletee chakula. Na kweli alipofanya hivyo, Tamari alipopeleka chakula, na ndipo huyu kijana akamwangukia na akamfanyia unajisi, akamrep dada yake kwa sababu ya mawaidha ya ndugu ya rafiki yake Yonadab. Kwa hivyo pia pressure, pia group, marafiki wana mambo mengi, wanaongea pamoja. Hao vijana wakikutana wanaongea mambo yao mengi, na utakuta mtoto wako ataanza kusikiza marafiki kushinda kusikiza wewe mzazi. Kwa hivyo ninakusihi sana ya kwamba kaa karibu na yeye, asije akasikiza marafiki kushinda wewe baba. Atakapokuwa anasikiza marafiki, atafanya uamuzi, na uamuzi wake itakuwa ni uamuzi ambaye haifai. Tunajua tunalea watoto katika kipindi ngumu sana, wakati ambapo visasi vimebadilika. Tuko katika kisasi cha teknolojia ambaye watoto wanatafuta majibu hata kwa internet, wanatafuta majibu kutoka kwa simu. Kwa hivyo wewe ukifanya urafiki na huyu mtoto wa kiume, na yeye atakapopata changamoto, atakapopata maswali huko nje, atakuletea baba. Atakuja na hiyo maswali na atakuuliza, na utaongea na yeye, mtajadiliana na utaweza kumwelekeza. Lakini wewe baba ukiwa mkali ambaye hautaki kukaa karibu na watoto, basi mtoto atajishughulisha mwenyewe. Kwa hivyo nilikuwa nasema ya kwamba katika nyakati hizi ni nyakati hatari, ambaye mtoto wa kiume ameachwa peke yake, ajitafutie majibu mwenyewe, ajiendeshe vile anataka. Ndio unaona watoto wengi hawawezi wakashauriwa, wakasikia maneno ya kwamba matatizo ni inatoka nyumbani pale. Hebu wewe baba shauri watoto, wewe baba kaa karibu na watoto wako, umuonyeshe upendo. Maana akikutii na upendo, na wewe baba utakuwa umefaulu. Lakini akikutii kwa hofu, akiokopa ya kwamba baba atanichapa, hiyo si utiifu. Fanya yeye akuwa rafiki yako, kaa karibu na yeye, ongea na yeye, kila wakati patikana nyumbani.